Once again, this is your boy Stamina Augusto. Sio mobe. Kitu utafanya kabla tuendelee, make sure you subscribe to this channel na pia uselect your bell button so that anytime I upload a new video, usikapitwe. Today is a very great day. Actually, it's a magnificent day because kuna mse wa nguvu sana. Huyu mse sijui ndampata titles ngapi. Tulikuwa tunamuita Ronaldo, tukachange tukamuita sijui Baggio. Huyu mse alikuwa footballer mnoma. This is my cousin. Hakuna chocha hapo, anajaribu kuongea hapa ati ni chocha. Umsa ameiva ball kukatika, yeye ndo alikuwa Chris Brizo hizo siku zetu. Baadaye siku hizi bado unaweza chapa hizo moves. Moves bana, moves siku hizi nilirastingi bana. Sijui kama ni bones ziko lubricated poa. Umsa alikuwa na dance, anapiga hadi sama, anapiga sama kama Chris Brown. Anyway, umsi yako na talents mingi sana. And I'm so grateful leo manzi umepia visit, come to this magnificent studio. Stamina. Hiyo salamu yako ni ya Ukisi kabisa. Ukisi. Niambie. What's up? Ndio sasa. My brother. Congrats manzi. Niambie. Congrats. Manzi nimekuwa nikikufollow. Unajua it's been a while tangu tupatane. Almost 3 years ama. Kitu kama semetua nda afya zibi. So I've been seeing your content, nimekuwa nikikusupport from afar, so unajua kila time nikikupata ka live natuma kakitu bado sijapata line lakini umeniokolea sana. Natuma tu ile iko. But I'm very proud of you bana. Keep doing what you're doing. You're changing many lives. Naona tu hizo all those texts that you wanekanga hapo juu of people like saying thank you for what you've done. So manze zidi banze. You're walking in the right direction. Thank you so much. Wacha bila hapa kuna msao kutupatia tissue. Unasikia kama machozi kanaenda kutoka. Lakini manze wazi tu. I appreciate. Unajua ukiamka asubuhi unafanya kitu, maybe una put out content. Mwaga nafanyanga hii kitu kwa sababu na feel ni calling yangu. So every time nikiingia pale kwa DM yangu pale TikTok, especially sana TikTok, juko ndio niko famous sana. Mwaga na feel kumbe nimetouch life ya mtu. And that brings us to the main topic of today. Wewe kama jamo hapa hivi, una feeling you are living your life according to your purpose. First of all, what's purpose? There's a layman's term for it, but basically it's just what you're meant to do on this earth. What you're meant to do and what affects the world in a positive way. So niseme for you to know your purpose, also you have to know your talent. Unakwanga zile talents unakwanga God given. Yeah, sure. If you know your talent, then your purpose will align mostly with your talent. So inakwanga you'll find that mtu akona purpose ni kitu he's something he's good at and the world needs. So something you're good at and the world needs, hiyo inakuja na translate into purpose. Hani jamu unaweza kwa siri hizi wisdom unatoanga wapi? Ndugu atajua story kabla hiyo. Buda bana unajua. Tumesoma kidogo. Hapana. Jamu sikuwa nakujua hivi. Acha ufanye. Dunia imekutandika kama viboko mpaka umeenda kusoma vitabu. Ma character development tu. Nakubali. Manze umeexplain vifiti sana. So basically, purpose is what happens to people when you do the thing you do. That you do best. Unaona kitu yenye unaweza fanya mtu mwingine hawezi fanya. Inakwanga it can be anything. It can be maybe you're good at persuading people. Yes. You're good at making people laugh. Yes. You're good at you're empathetic. You know how to involve many people at a go. Yes. Unaweka space moja. You can be good at music. Na music ni kitu watu wanahitaji. Yeah, true by there. So kitu ina impact society positively. Unaona sikenga wanasemanga ati the youth need to go somewhere so that they stay out of crime. Ni kusema crime, so first of all ukipata mtu in crime, it's a negative, it affects the society negative. So it can be your purpose. Purpose yako hizi kwa ni kitu like una affect watu wengine negatively. Yeah, true. You're harming other people. Very true. So tuseme hata hizi vitu zote zenye sana engaging story kama kukunywa tei, kutumia madre, mainly it's because watu haja define purpose yao. Most of the times
most of the times kwa sababu inafikanga place venye mi nimeunderstand even the youth of now wana feeling ni kama they are not where they're supposed to be. Sure. Unajua kila siku naamka I'm not where I'm supposed to be. I'm not in the locality I'm supposed to be. I'm not supposed to be with these people. Unajua pia ile environment huko inaza shape. Yeah. So as long as you feel that you're not in your purpose, when you're in your purpose uko place yani unataka kukua, even you in your core like you feel you want to do this. Yes. I want to be here. And whatever you're doing being there is affecting the world positively. Is affecting the world positively. So unakonga motivated kuamka kila siku. So kuna konga na hii concept iko Japan inaitwa Ikigai. Okay. Ikigai is loosely translated as finding a reason to wake up every day. Yes. The reason that wakes you up every day is your Ikigai. Ile utafeel ni kama ati I don't want to get up today kwa sababu I'm not in the life I wanted to be. Ikigai, when you find your Ikigai, you'll be motivated to wake up every day. So the reason naisema hivyo, akunanga direct translation in Japan. Japan inakwanga complex Japanese. So wakai loosely translated as what makes you get up in the morning, what motivates you. So uko na self drive, yani you don't need to be motivated by someone. Motivation yako inatoka ndani. Inatoka ndani, yani it is something that is in you, innately in you. Na hiyo kitu yenye iko innately in you hakuna mtu mwingine anayefanya, and you do it effortlessly. Kitu inalemea watu wengine, lakini when it comes to you uko na tu hiyo gift ya kuifanya without putting a lot of effort. So and this brings us to this other thing yenye na affect the youths nowadays, or rather like hata si youth, nika kila mtu since tumeingia kwa hiyo era ya social media. Unafilaje vile watu wanakuwa triggered by vile, kama sasa hivi tumemit na yeye tulikuwa tunaongelea topic fulani kabla tuanze hii podcast, tulikuwa nasema au ushinaki kwa phone sana kwa sababu maybe sometime unafeel uko triggered ukiona lifestyle za watu. What can people do so that we escape pressure ya social media? Cause naona hiyo kwanza ndio it's the number one cause of depression, especially amongst the young generation. Wasa wanashinda kucontrol vile unaona best yako amebuy gari, mwingine ameenda holiday place ya nguvu. Azineni watu wako so much influenced na kitu inafanyika pale kwa social media, na most of them unapata ni vipindi. So unaweza unapata serial. Hiyo kitu ya social media pressure hawezi hepa. Because you'll always be itaku affect in one way or another. So the only way naweza sema change what you consume. Na kuchange, unaweza change algorithm, inaweza change. Yes. Mtu hawezi kudanganya, but kuna kwanga na some aspects that are being pushed by these platforms. But the only way you can escape, you have to have a bit of sasa ndo to go back to the purpose. Yes. If you don't have a purpose, utajipata uko lost. Ndio ile wanaitanga doom scrolling. You find yourself scrolling. Aburudia tena? Inaitanga doom scrolling. Nice. That's a new term nimelearn leo. Doom scrolling ni sale tu msako. Umeamka usiku manze uko TikTok. Yes. Una scroll tu. Na hata hujui kwa nini una scroll. Utakuwa easily carried away. Who is controlling what you're watching? Ushajiuliza kitu juu kuna agenda controlling it. No, ndo na control. Okay, kuna algorithm, but at the end of the day kitu kama imetrend sitajileta tu kwa feed yako. Kwa FYP. Watajua kama unapenda drama, drama katakuja tu cheki umse alikuwa cheated on. Kama unapenda siasa, saizi kuna hiyo story inaendelea saizi ya ODM. Wanakuleta tu hizo ufala, ubaki tu kwa hiyo ufala. So the only thing you can say, like, you have to have a bit of discipline. You need time off. Kuna kwanga na time off, like you can have a time off the screens. Na hii ni kitu ina recommend for everyone. And if you have kids, kwanza is even worse. You need to in a way like instill in them like you cannot be on your phone the full time. Ukikuwa kwa phone full time, itaku affect hata energies zako. True. Utajipata unaangalia life ya watu, alafu it's just looking at people's life. Unaangalia life ya watu, unaona venye watu wamemake it. Na wewe hata hujafanya kitu na yako maisha yako. But that's the thing. What makes you think wamemake it? Kuna
kwa sababu wewe mwenyewe nini nakufanya unafikiria wame make it's it? Kwa because sababu una purpose au define purpose ya as in bado huja define purpose yako ama sasa wewe metric yako ya making it iko according to other people. Like do I have this car? Naishi wapi saizi? Una get bado sijashika ako kado vizuri. Sure. So ule mtu anakaa ameshika do, ameshika kiji wagon. Wewe unajipatia pressure na kwanza unapata ni engagement yako. Unajipatia pressure na ujui what is going on. Hujata mado aje. Maybe hata ako OnlyFans. Magizani manzi ako na ma lights pale, ma ring light ako wera. Most of the time ukiwa social media is like noise. Imagine uko social media ni kama umetoka hapa nje kwa streets. Unatembea ukienda ukiangalia watu wanafanya nini. Watu wanagombana hapa kwa shop. Unakuja unaangalia watu wanagombana. Na consume. Unapata watu hapa hivi wanapiga drink. Unakaa ati mnachapa drink. Imagine hivyo ndo social media iko like you're just you're picking your nose into people's lives. So for you to be in your purpose, like zima hiyo noise do, like kwanza tuanze nawe kuzima hiyo noise. Zima hiyo noise. Zima hiyo noise kwa na discipline fulani. Okay, najua hizi kitu inakwanga hard juu unapata siku hizi people make their lives off social media. Yeah, true. Sasa utaambiaje mtu azime? Yeah, musema hivi. Sijui kama unaweza iangalia on my angle. Mimi vile niliget social media, mimi nilijiuliza, sinalipa mneti. Internet nalipia. Kwani mimi ni duanzi tu na napatia Safaricom hizo do? Darudishaje hizo do? Yes. Nikasema social media ndaitumia ku-create. Wacha watu consume content yangu. Unaona? So hata kama uko na mtu huyu, the best thing about your social media, mimi ushinda nikiambia watu wangu. Yes, unataka nikurudishia phone yako. Kama sasa nimeangania mtu wangu phone yake. Sababu alikuwa anashinda kwa phone, anafaa arudishe phone ile time anafaa kurudisha. Kumbe kama mtu kanajificha kwa blanket na phone. Unaona? So unapata watu hii hata wenyewe hawezi control. Kwanza unajua brain zao develop. So mimi ndo mafunzo watu wangu to be creators. Anytime you're using that phone, jiulize hata hiyo game unacheza. Huyo mtu alifikiraje hadi akamake hiyo game unacheza yenye unapenda mpaka uko addicted. So me naona it will be best if people would teach the kids how to use social media to their advantage. Being creators. Don't always be the consumer. Ile time una consume kama una learn kitu yenye inaenda kuperfect craft yako. Endelea. So unajua kitu about nini social media, hata umesema hiyo story nikakumbuka being addictive. Wanasemanga social media ina triggering a certain pathway in your brain. Yenye inakuwa triggered ukitumia drugs. Allah. Mtu anaweza tumia cocaine. Ile dopamine hit ana get iko equivalent na mtu mwenye ameingia social media. Yes. Kuangalia his favorite content ama whatever the likes he's gotten after posting. Ni same. Unaona ni shida. Hiyo ni mbaya sana. Kitu iko addictive like drugs. So unapata social media is very addictive to the levels of drug addiction. Sure. So for you to know that something is a drug, like una venye unafaa treat, hata venye una introduce, kama unapatia mte wako phone, imagine kama unapatia mte wako drug yani. Cause it is something that they might be addicted. So you need to change their perspective. No, tell them venye tu umesema. Usikuwe to consumer. Find a way to use it to your advantage. Na pia if kama mtu yako ile age unaweza mcontrol, control their screen time. Very true. Screen time. Like that's the only thing you can do. Jo akifika huko ma 18 huko hakuna kitu utamwambia. So unasema the same dopamine inakuwa release kwa madre, kutumia madre, ina releasewa sele mtu ako kwa social media. Hiyo addiction ni ufala sana, si ndio? Very serious. Ni the same na gambling. Ni same thing, ni dopamine. Dopamine tu, ni story ya dopamine. Dopamine ni ile nini? It's like a chemical in your brain that makes you feel satisfied. Una feel uko satisfied. Ukipata tu hiyo like. Ati ulikuwa umetoka umepost, umerudi umepata 10 likes.
alafu ukirefresh hivi umepata 15 likes. Alafu nikwambia kwanza ufale ingine. Unachiki kwa nini aliweka hiyo kitu ako kalaika na kuja na heart ya red. Afu na kukujia hivi. Kuna effect na kwa nao kwa macho yako, una feel napendwa. So unakuwa addicted, una feel mimi nataka hizi ma likes. Unapata dopamine hit. Unapata hiyo dopamine hit. Na do you know why hiyo dopamine ikikuwa released every time na hakuna kitu ya maana umeachieve sasa hiyo, sio? Ni picha tu umeko get likes. Una get your entitlement, unaona sasa mimi nimekuwa celeb. Watu wananipenda. And you are supposed to make, unafaa kuwa na accolades, unafaa make moves real kwa so, ground ndio upate hiyo dopamine hit. Kitu iko about social media, it can make you an overnight success. Which is not how the world works. Yeah, true. So for someone to be successful when you're tunasema in your purpose, you have to be living it every day. So ukipata hata msee kama kina Mbappe. Yes. And I live in his purpose, you can say that. Footballers. Footballers live in their purpose. Yeah, true. What do those people have? They are discipline. Consistency. Mse mpaka kona diet. Yani mse akiona keki, birthday yao, keki tu ni ya kublow candle. Akulangi hiyo keki. Ni birthday yake inakuja mara moja kwa mwaka. Hata hizi kula keki. Juu anajua kikula hiyo keki ita affect form yake. Na pia nilikam kunotice. Ukiangalia statistics, wanaume wengi na wanajideletingi. Mtu ana decide tu kujiana live. Hata niko naangalia hizo statistics hai. Umezicheki? Umecheki ni wanaume wengi ndio wanajidelisha. It's almost overwhelming 60%. Na hiyo ni ya Kenya, hata sijaangalia the world. Unaweza sema it's because mtu ana lack purpose, anaona hata what am I living for, because dem amemwacha anasema life yangu imeisha, udem amenisare or job imeisha. If someone had a purpose angejua kweli. No, purpose inafaa purpose, the thing about purpose, it gives you usefulness in a world that does not have direction. Ni kama unaona a piece in the puzzle. Yes. Kama uko in your purpose, you're a missing piece in the puzzle. Unaona, sasa wewe sasa leo uko in your purpose, kuna mtu anasuffer because you're not in your purpose. When you're not in your purpose, utapata external factors zinakuaffect sana. Itakuwa vitu kama like your material belongings, your social status. Yes. Are you married? Kuna dem sasa kama umeplace yako social status yako as the main thing yenye na kudefine, the day dem atakuacha world yako ina crumble. Na anapata he doesn't have anything to live for. So anapata most of these guys who delete themselves inakwanga juu hawana purpose. And if they don't have a purpose, they've placed their purpose on something else other than themselves. Something external. True. Juu nicheki dem fulani pale kwa social media akisema what is the essence of life? Kwani grandmother yangu alikuja kwa hii dunia alafu ateseke alafu akufe. Pia mimi nilikuja tu kwa hii dunia niende shule nimalize ni get job nimariki alafu nikufe. Wewe unaona essence ya life na kwa gani? Yep. Sasa ndo tuna circle back hapo tuko hiyo purpose. Na it's a very sad story because many people haven't realized their purpose. And they won't realize it. But the moment watu wata realize purpose yao, hata utaiona ni kama ni job. Hata kama ni maandamano mtu anaendanga. Yes. Ni purpose yake. Unaona kama say kina Adembas. Ademba alienda maandamano hakujua hii inaweza kuwa purpose yake. Sasa hizi msee is doing like yeye ndo alianzisha hii Tuko Kadi. Wow, amazing. Tuko Kadi movement. Nilimcheki juzi kwa interview. For you to discover your purpose, it's a very multifaceted journey. So for you to ask yourself what is my purpose, you have to ask yourself what am I good at. And Kenya nazaambia mtu you need to be in tune with yourself. So kitu ya kwanza unaweza fanya, there's a technical side of it. Unaweza list 3 or 5 things you're good at. List them down on a paper. And then next question unajiuliza, does the world need these things that I am good at? Ukisha establish if it's needed in the world, then you work towards it. Work towards perfecting whatever you're good at.
and that one needs a lot of discipline, so lazima ukue disciplined and itabidi you sacrifice a lot of things for you to achieve what you want. So wanasemanga like human beings are sacrificial in nature. You need to sacrifice something to get something else. It's something you have to sacrifice. Kama ni screen time hiyo una spend so much time on social media, sacrifice that time. It's a small price. It's a very small price. Kuna zingine ni big prices, but hizi small prices unaweza sacrifice. Kama ni unaona ni tei, kwanza hata ni kitu inachukua doa yako, unaona, you can sacrifice alcohol. And this, I know you're big about sobriety. I'm very big about it because hakuna kitu delay destiny za watu kama pombe na any form of drug abuse. Yes. Yeah, and on the spiritual aspect, so the technical aspect, spiritual aspect, you have to be in tune with yourself. You have to be in tune with your essence. Yani lazima ukae unyamaze venye unaonanga in the east. Uko kwa monks wanakaanga kwa mali kwa mountain wananyamaza. Because in that stillness is when a lot of revelation happens, spiritual revelation. Hata Bible inasema be still and know I'm God. Nice. Yeah, hiyo kunyamaza tu without any thoughts, hauna worries zozote, something will be revealed to you, and you need to be in tune with whatever you believe in. So atunguyas, umesikia nini? You must have a good relationship with your creator. Lazima ukuwe na relationship na mwenye alikucreate so that ujue purpose yako ni gani. See, it's been real bana. Suko na invite place bana, unaona kuna place poa bana, good setting. Fanya hivi. Hii ni place hata unaweza kuja hata saa 9 ya usiku. We kuja bisha tu mlango. Your family bana. Kwanza vile umeniacha na blessings, umeniacha na words of wisdom. Nashukuru mazee. Karibu. It was good to see you again. Keep doing what you're doing bana. Stamina gusto. Oh na. Hey, you're Red Sea.